Kwani mwenzako mimi sina raha na maisha sasa hivi. Nyumba yangu hii inaona kama kituo cha polisi. Siishi hapa yani, natangatanga kama ndege vile. Nimepata taarifa zako. Na ndio nilikuwa nakutafuta hivi. Hivi haya mambo yataendelea mpaka lini? Hivi kwa nini usiachane na wewe mwanamke kaka? Yaani kila siku mimi nasikia hizo tetesi zako tu wewe kuhusu mwanamke. Kwa nini usiachane naye? Wewe una mwanamke wako wewe. Mimi siwezi kukulaumu hapo ndio kusema. Mimi mwanamke sio mwanamke wangu. Lakini watu wengi sana hapa mtaani wanajua yule mwanamke mimi kashinda na tembea naye. Lakini haiko hivyo. Lisemwalo lipo kaka. Na kama alipo linakuja. Lisemwalo lipo. Kwa hata na wewe pia unaendelea kutukunyamini mimi. Mimi nakuamini kaka yangu, lakini kwa nini wakutaje wewe? Wanaume wote wasitaje kutaje wewe. Sasa mimi nitakuwa ni mgeni wa nani tena? Vipi? Huyu ndo mwanamke wangu. Tulia basi kwanza. Sasa usijali dada. Nina shemeji yangu. Anaelewa wewe hatari dada. Upo. Aliniambia siku nyingi kama nini katika kukuelewa. Nikwambie. Kwa mimi niko tu sijapata ile fursa kukutana naye kwa juu chini tuongee. Hapa nimekutana naye na bwana ndo nikwambia kabisa hapa. Kuna shemeji yangu hapo anakupenda hata mpaka anaelewi tena elewi tena. Yupo tayari kukugaramia kwa chochote kile aliniambia. Yaani kwa chochote unachotaka. Upo anaela dada. Yaani nimekaa muda wote kwa umakini na kusikiliza. Kumbe unaongea utopolo huo? Haya, mimi nakudanga wapi na wapi? Mimi nakuchuna wapi na wapi? Nampenda mume wangu, shoga yangu. Siwezi kudanga kwa ajili ya shughuli. Na ninalizika na hali yangu. Upo, nampenda yule kijana ananichanganya hatari. Siwezi kudanga. Siwezi. Kwa mimi nakwambia mambo yao anaambia utopolo Ushaanza kunichefua. Ati tunaongea kwetu na tena kusema ya mume. Hivyo unavyoona hivyo dada huyo shemeji uko peke yake. Haijalishi nafsi. Alafu kuhusu swala la kidumu, unajua vizuri kama huwezi kupikia kwenye jifia moja. Lazima upikie kwenye majifia matatu mtoto wa kike. Lakini kwa mimi shoga yangu siwezi. Usikae kabisa ukanifikiria mimi eti ukanidangishe, siwezi kudanga. Nampenda mume wangu, na mheshimu mume wangu. Ananipa raha na burudika. Mbona kuna kuchuna mitaani mbona na wewe? Iko kipengele chengine shoga yangu. Kwenye masuala ya ngoma mimi mzalamu, nadhani unanijua. Mume wangu ananijua mimi kanioa mzalamu. Mzalamu halisi kwa baba mzalamu, kwa mama mzalamu. Kuacha swala la ngoma siwezi. Nipige kidogo mpaka uniue. Endelea kupambana hichi kisa shemeji. Tutajuana huko lakini mambo ya kudanga siwezi. Nipishege mimi. Kudanga. Mkoji wa moto, mkoji wa moto, lilange pan, lilange pan, mkoji wa moto, mkoji wa moto. Chimuta. Naipasiga na mkole. Ini hali kantu. Ini yamayo. Ini yanesa. Tikosea. Namfalwe hunda. Do kuikola hundi. Akajowe. Ina maani ya mkwale. Amenenkuli na mfalo. Mentiki kai. Akajowe. Tusisemele chunda ni ya Chimuta.
Ya Chimuta. Ati tuisesemele kiundani ya Chimuta. Ati tuisesemele chimundani ya Chimuta. Tuisesemele chimundani ya Chimuta. Tuisesemele chimundani ya Chimuta. Tuisesemele. Sawa, unataka show gani? Kama show tushaifanya. Kwanza vipi ile jambo langu? Utanifanyia? Hivi kwa nini unapenda togwa wewe kuliweka mchanga? Tuko hapa tunafurahia mahaba yetu, tunapetiana. Nilitegemea utampeti ngonde basi. Mara unang'ang'ania au sijui nini. Mbona hivyo mama? Sikiza nikwambie. Swala lako ni dogo sana. Ila kama utaendelea kunichanganya ngonde kimamona. Huyo unayemlingia sijui unamuita bwana, sijui bwana wa mabwana. Mimi na uwezo wa kukupiga zombo hata usimpate kabisa. Ndio tulivyokubaliana hivyo au kwa ajili ushanitumia ndio unataka ubadili maamuzi? Sasa ndio tulivyokubaliana. Sio kukubaliana. Issue inakuja kwamba tatizo lako wewe hutaki kuonyesha ushirikiano. Kandanda tumecheza wote. Lakini inaonekana nashangilia peke yangu. Kwa nini? Jambo lako litaisha. Mbona jambo lako ni dogo tu? Yaani wewe jambo lako ni sawa na kumtoboa mtoto sikio, alafu mnataka kufunga mdundo. Mambo madogo sana. Mimi nitakutengenezea na bwanako tarudi. Sawa? Lakini kama unavyojua tena mkono mtupu haulambwi mama. Hapo zamani za kale kulitokea tajiri mmoja bahili. Siku moja alinunua mbuzi wake, akampelekea mpishi. Akaanza kumpa ratiba za yule mbuzi. Akamwambia kwa nyama nusu tutaipikia kwenye pilau. Nyama nyingine iliyobaki tutahifadhi kwenye friji. Alafu utumbo wa yule mbuzi tutakupikia ndizi. Kichwa chake kifanye kiwe supu. Alafu miguu itengeneze iwe na mchuzi wa chukuchuku. Lakini haitoshi. Akamwambia na ile ngozi tutaifanya kuwa mkeka, tutalalia nyumbani. Bado ubaili ukaendelea hadi kile kinyesi cha yule mbuzi wake akamwambia tutakifanya kuwa ni mbolea. Lakini mpishi akaona yule tajiri amesahau kitu. Akamwambia, "Je, hauhitaji sauti ya yule mbuzi tukaifanya kuwa ringtone kwenye simu yako?" Nitakuwa unajifunza nini mke wangu? Maisha yamenifunza vitu vingi sana. Binadamu anaweza kubadilika kutokana na roho ya binadamu mwenzake. Mume wangu kwa sasa nina roho mbaya sana mume wangu. Kaka, yaani mama anakutafuta kule, kumbe uko na utasa. Si ndio umekaa nyumbani kule na mke mdogo ambao hivi karibuni atuletea mtoto? Wewe Halima. Hebu kutumia tafsida, punguza ukali wa maneno. Niache. Usinitasa huyu. Huyu ni mwanamke gani huyu? Wifi. Unajua nakuheshimu sana. Nani wifi yako? Mimi sio wifi yako. Sikupendi wewe. Unajua sikupendi. Tena uishie hapo dada koma. Umesikia? Hebu nibishege mimi. Wewe. Unaona mume wangu? Nitampiga yule. Unaona? Mimi nikiwa nalalamika unasema mimi naongeza. Na unaona nafanya ndugu zako mume wangu. Unaona? Nani mimi nimekosea wapi mume wangu? Wapi nilipokosea mimi lakini? Kila siku mimi mume wangu kweli? Wewe mimi si zai tu mume wangu. Kwani mimi nimependa kuwa hivi mume wangu? Nimependa? Si ni Mungu tu pekee ndiye kapenda mimi niwe hivi. Mbona mnaniandama kila siku lakini? Basi mke. Mwanza. Au marohani Usilie. Ukila nikumbusha misiba ya nyumbani, namkumbuka babu yangu, ule mchungaji John, namkumbuka marehemu Henry. Nachoka mume wangu. Marehemu Kiunda. Nachoka. Nakumbuka marehemu wote waliofariki. Nyamaza mke wangu. Nyamaza.
Mbona mimi nikaanza kulia hapa?